Get the point. Take a step forward. Leo tutakuwa na kujibu maswali yaliyoulizwa. Tutajibu maswali pamoja na hotuba kuu. Kwa hiyo wale mliouliza maswali jana tumewatangazia kwamba leo tutajibu maswali yote. Kwa maana kama umeuliza swali, sogea kwa ajili ya majibu ya maswali yako. Basi nimkaribishe msomaji wa maswali. Karibu. Swali la kwanza linasema hivi. Tulijifunza Waisraeli walicheza kwenye sherehe zao na Daudi alicheza kwenye sherehe ya sanduku la Bwana nyumbani. Je, kwa nini nyinyi wa Sabato hamchezi hata kwenye harusi nyumbani? Ni lini siku ya kuonyesha mmefurahi nyie? Naomba mnieleweshe vizuri. Haya. Huyu mtu aliyeuliza hili swali ameelewa sana. Mungu ambariki sana. Amina. Anasema tumejifunza kwenye somo la kucheza, tukaona kwamba Waisraeli hawajacheza kanisani. Analikiri kabisa hilo, kwamba ni kweli ndani ya Biblia Waisraeli, manabii yote, mitume hawakucheza kanisani, ila walicheza kwenye sherehe. Analikiri kabisa hilo. Amen. Sasa ametengeneza swali sasa. Ikiwa wenzetu walicheza kwenye sherehe, nyinyi wa Adventista wa Sabato leo munacheza sehemu ipi sasa? Maana hata kwenye sherehe hatuwaoni mnacheza. Sasa furaha yenu nyinyi itakuwa lini sasa? Maana hata kwenye sherehe hamchezi. Sikiliza majibu. Waisraeli walicheza kwenye sherehe zote zilizomaanisha ushindi. Sasa na sisi tunaruhusiwa kucheza kwenye sherehe ambazo zitamaanisha ushindi, sio kucheza tu. Mfano, kama endapo utagombea siku moja ka ubunge ama ka mwenyekiti wa kitongoji au ka mwenyekiti wa kijiji, kwa bahati nzuri ukapata kula nyingi, siku hiyo wewe uliyeshinda ni haki yako kabisa kumomonyoa, maana umefanya nini? Umeshinda. Cheza kwenye kasherehe hako. Amina. Na hata hawa mabibi harusi na mabwana harusi, siku yao ya kushinda, ya ushindi, maana unapofunga ndoa umeshinda kutoka ujanani kwenda utu uzima. Ukipenda na wewe cheza. Amina. Ila ambao hawaruhusiwi kucheza ni wala ambao wao haliwahusu tukio. Mfano, kama wewe umeenda tu kutazama, mshindanaji ni mwingine na mshindi ni mwingine, wewe ni mtazamaji tu, mshabiki, ni marufuku kucheza. Wachezaji wote waliocheza ni wale walioshinda. Waisraeli waliposhindwa hawakucheza, waliposhinda walifanya nini? Walicheza. Swali linaulizwa, je, nyinyi wa Sabato sasa furaha yenu itakuwa ni lini? Na kucheza kwenu kutakuwa ni lini? 55 Isaya. Lile fungu la 12, soma baba. Isaya 55:12. Maandiko yanasema, maana natoka kwa furaha. Siku hiyo Yesu atakapokuja mara ya pili, sasa tunatoka duniani kwenda mbinguni. Biblia ndiyo inatuambia siku hiyo, na sisi tutatoka kwa nini jamani? Mtatoka kwa furaha. Tutatoka kwa furaha. Mtaongozwa kwa amani. Tutaongozwa kwa amani. Mbele yetu milima na vilima vitatoa nyimbo. Wao wataimba. Amina. Na sisi tunacheza. Amina. Maana tumefanya nini? Tumeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Siku hiyo na sisi tutashinda. Anasema Isaya 25:9 ameandika hivi, siku hiyo
Hebu isikiliza hiyo. Isaya 25:9 neno la Mungu linasema. Andiko anasema. Katika siku hiyo watasema. Siku hiyo watasema. Sikiliza. Tazama. Huyu ndiye Mungu wetu. Ndiye tuliyemngoja. Atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja. Na tushangilie. Siku hiyo na sisi tutashangilia sasa. Siku hiyo ndio tutafurahia na sisi. Na kufurahia wokovu wake. Na tutaufurahia wokovu wake. Tutaingia mbinguni kwa nyimbo na michezo. Amina. Kitabu cha Zekaria 8:4 fungu la 4 ameandika hivi. Zekaria 8:4 neno la Mungu linasema. Maandiko anasema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Anasemaje? Wazee wanaume na wazee wanawake watakaa tena katika njia za Yerusalemu na mikongojo yao. Kila mtu ana mkongojo wake mkononi. Maana wao ni wazee sana. Kwa kuwa ni mzee sana. Hawajui kumomonyoa. Na hizo njia za mji zitajaa wavulana. Zitajawa na wasichana. Na wavulana wakicheza. Wao watafanya nini? Wakicheza. Wakiingia katika njia zote, zitakuwa njia zote za Yerusalemu zimejawa na wavulana na wasichana wakiingia Yerusalemu, huku wanaimba na kufanya nini? Na kucheza. Kwa hiyo ukitaka wasabato kuwaona wanacheza lini, ni siku Yesu anaporudi mara ya ngapi jamani? Mara ya pili. Siku tunaingia mjini. Amina. Siku tutakapoingia jiji la wapi jamani? La Yerusalemu. Hapo na sisi tutaingia kwa furaha nyingi, shangwe zisizo na hesabu. Tunaingia kwa kuimba na kufanya nini? Na kucheza. Swali lingine linasema, naitwa Yasinta na napenda kuuliza maswali mawili tu. Swali la kwanza ni hili. Hivi sadaka huwa tunamtolea Kristo? Nashangaa tunatoa kanisani na sioni au sijui sadaka sehemu ambayo huwa inapelekwa au inafanywa kazi gani? Sadaka huwa ni matumizi ya kanisani. Kwani unakaliaga viti unafikiri unakujaga navyo nyumbani? Mambo yote yanayofanyikaga kanisani, hiyo ndio sadaka yako. Maana imeandikwa hivi, Wakorintho wa kwanza 9. Soma 12. Wakorintho wa kwanza 9:12. Maandiko yanasema, ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu, sisi si zaidi. Lakini hatukutumia uwezo huo. Bali tunavumilia mambo yote tusije tukaizuia habari njema ya Kristo. Endelea. Hamjui ya kuwa wale wazifanyao kazi za hekaruni. Anasema ya kwamba wote wanaofanya kazi za hekaruni hula katika vitu vya hekalu. Wanakula katika vitu vya hekaruni. Na wale wahudumia madhabahu. Na wale wanaohudumia madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu. Wanakula katika fungu lao. Wanapata mafungu yao katika madhabahu. Amina. Kwa hiyo vitu vyote vinavyotumika hekaruni ni ile sadaka unayotoa wewe na zaka yako. Amina. Iwe ni wachungaji wanakula hiyo, maana hawana mshahara mwingine. Viti unavyokalia kanisani ni sadaka hiyo. Majengo hayo yanajengwa na sadaka yako. Unaposikia kwamba kuna gitaa, kuna vyombo, kuna nini, hizo ndizo sadaka unazotoa. Ukisikia kuna meza ya Bwana, elewa hiyo meza mnayokwenda kula ni sadaka unayofanya nini? Unayotoa. Vitu vya hekaruni vinaliwa wapi? Hekaruni. Hiyo ndio maana yake. 18 Hesabu fungu la 21. Hesabu 18:21 maandiko yanasema. Neno la Mungu linasema, na wana wa Lawi, na wana wa Lawi, nimewapa zaka yote. Zaka yote unayotoa, nimewapa zaka yote, italiwa na Walawi. Katika Israeli ilikuwa urithi wao, ili hiyo urithi wao, badala ya huo utumishi wa utumikao. Maana ni huo utumishi wa hema ya kukutania. Lazima wale zaka hiyo, na huo ndio mshahara wao. Kwa hiyo usifikiri kwamba sadaka zinazotolewa eti zinachukuliwa na Mungu. Vitu vyote vinavyotolewa hekaruni vinaliwa hekaruni. Amina. Wanaovila wakina nani? Ni watumishi wa wapi? Wa hekaruni. Na matumizi yote ya wapi? Ya hekaruni. Ndiyo sadaka unayotoa na ndiyo zako unazotoa. Bwana asifiwe. Amina. Swali lingine linasema, kwa nini wasabato hawachezi wakiwa wanamwimbia Mungu? Hilo limeshajibiwa. Swali lingine hili.
Kwa nini Wasabato huwa wanakunywa dawa wakiugua, na wakati wanamuomba Mungu mwenye uwezo wa kuwaponya katika magonjwa yao yote? Kati ya maswali mazuri, hilo ndio lenyewe. Kwamba kwa nini Wasabato mnakunywa dawa? Kipindi mnamuomba Mungu, kwa nini asiwaponye tu yeye mnayemuomba bila kunywa dawa? Kwani dawa tunayokunywa ni ya nani? Yenyewe uliiumba wewe. Mungu alipomuumba binadamu alimuumbia na sipea. Na sipea za mwanadamu ni dawa. Na dawa inapatikana katika miti. Amina. Na miti imeumbwa na nani? Na Mungu. Unapokula mti, unapokunywa mti, maana yake bado tu unakunywa uwezo wa Mungu. Amina. Biblia imeandikwa hivi, habari ya kuugua na kutokunywa dawa, na kama kunatokea na binadamu yoyote anazuia binadamu mwenzake asinywe dawa, huyo binadamu sio yeye. Anayezuia watu wasinywe dawa ni shetani. Lakini Mungu anaruhusu watu wakiugua wanywe nini? Dawa. Yesu mwenyewe katengeneza dawa. Wapi hiyo? Yohana 9. Anza na fungu la 4. Yohana sura ya 9 fungu la 4, maandiko yanasema. Ameandika nini? Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Usiku waja. Asiweza mtu kufanya kazi. Muda nilipo ulimwenguni. Muda nilipokuwepo ulimwenguni. Mimi nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo. Alipokwisha kusema hayo. Yesu akatema mate chini. Alitema mate chini. Ikawaje? Akafanya tope kwa yale mate. Halafu akampaka kipofu tope za macho. Yesu akatema mate chini, akafinyanga matope jumulisha mate na mavumbi. Baadaye akachukua mavumbi ya mate hayo yaliyofinywangwa matope hayo, akampaka kipofu zile tope wapi? Machoni. Halafu akamwambiaje? Akamwambia, nenda kanawe katika birika la Siloamu. Akayanawe yale matope katika birika ya Siloamu. Maana yake yeye aliyetumwa. Na aliporudi, basi akaenda na kunawa. Aliporudi, akarudi anaona. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Akaona kwa dawa ya mate mchanganyiko na mavumbi, na alipowekewa machoni baada ya kunawa, kipofu anafanya nini jamani? Akaona. Sasa unapouliza kwamba mbona Wasabato wanakunywa dawa na kipindi kuna Mungu anayemuomba, kwa nini asiwaponye bila kunywa dawa? Na sisi tutakuuliza, mbona Yesu hapa anatengenezea mtu dawa, na yeye alikuwa na uwezo tu wa kumwambia pona na akafanya nini? Na akapona. Ilikuwaje atengeneze dawa? Kwa hiyo hapa Yesu alikuwa anafundisha sayansi ya kwamba binadamu akiugua lazima apone kwa dawa. Amina. Atumie dawa. Amina. Na ndio maana hata yeye akamponya yule mtu. Kwa nini? Kwa dawa. Akimaanisha dawa sio dhambi. Amina. Kitabu cha Ezekieli 20 lile fungu la kwanza ameandika hivi. Soma haraka. Ezekieli 20 fungu la kwanza. Wafalme wa pili 20 fungu la kwanza, haraka. Wafalme wa pili 20 ameandika hivi. Wafalme wa kwanza 20 fungu la kwanza. Fungu la kwanza maandiko yanasema. Basi Beni-Hadadi mfalme wa Shamu akufanya jeshi lake lote. Ni ngapi hiyo? Wafalme wa pili. Nenda Wafalme wa pili. Wafalme wa pili 20 fungu la kwanza. Maandiko yanasema. Haya, soma. Siku hizo Hezekia akaugua. Halafu akawa katika hatari ya kufa. Ameugua huyo. Isaya nabii akafanyaje? Mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala utapona. Basi Hezekia akajigeuza, alafu akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema. Na alikuwa ameugua majipu. Endelea. Na kusihi Bwana ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia kalia sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji wakati Mungu akasikia maombi ya Hezekia. Neno la Bwana likamjia kusema, likamwambiaje? Rudi
Isaya akaambiwa rudi. Rudi. Ukamwambia Hezekia, mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi amesikia maombi baba yako asema hivi, nimeasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Sikiliza alivyomponya sasa. Nitakuponya. Sikiliza alivyomponya. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Tena nitazidisha siku zako. Kiasi miaka 15. Soma. Kiasi cha miaka 15. Endelea. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru. Endelea. Nami nitaurinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Na Isaya akasema, twaeni mkate wa tini. Hiyo ndio nataka uende nayo taratibu watu waielewe. Isaya akarudi akamwambiaje Hezekia? Na Isaya akasema, akamwambiaje? Twaeni mkate wa tini. Chukueni mkate wa tini. Twaeni mkate wa tini. Wakautwaa, wakauchukua, wakaweka juu ya jipu. Wakaponda ponda wakaweka juu ya nini? Juu ya jipu. Juu ya nini? Juu ya jipu. Halafu ikawaje? Naye akapona. Bwana asifiwe. Amina. Amepona kwa maombi, amepona kwa dawa. Kwa dawa. Na aliyemtuma kwenda kumwekea dawa ni nani? Ni Mungu. Sasa alikuwa na uwezo wa kusema tu pona na akapona. Jamani wa Sabato sisi ni waelewa. Amina. Hatufagi ovyo ovyo na hatuwezi kufa ovyo ovyo. Amina. Wanaokufa ovyo ovyo ni wale wasioijua Biblia. Biblia imeandikwa wanaangamia kwa kuyakoswa manini? Maarifa. Sisi jamani tunayo maarifa. Amina. Yesu aliwaponya watu kwa dawa, kwa maombi na dawa. Maombi na dawa. Ndivyo ilivyo leo kwa wacha Mungu. Tunapona kwa maombi na dawa. Maombi na dawa. Bwana asifiwe. Amina. Ukiamua kufa wewe kwa uzembe wa kutokunywa dawa, kufa. Ila sisi tutakunywa dawa na kuomba. Tutaomba na kunywa. Amina. Sawa na tunavyokula. Mbona hatujaacha kula tukaomba tu? Tunaomba na kula. Maombi na kula. Amina. Acha kula halafu ombe tu tukuone. Waulize wana Kenya ilivyo watokea. Acheni uzembe huo. Bwana asifiwe. Amina. Swali lingine. Swali lingine linasema, kwa nini Wasabato hawasuki nywele hata wavai heleni na cheni shingoni na wakati ni urembo wa mwilini tu? Imeandikwa. Mungu hajaturuhusu. Mungu anasemaje? Kitabu cha Petro wa kwanza 3 haraka. Petro wa kwanza 3. Petro wa kwanza sura ile ya 3 anza na 1. Neno la Mungu linasema, soma. Kadhalika ninyi wake watiini wake zenu, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioamini neno wavute kwa mwenendo wa wake zao pasipo neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu, kujipamba kwenu. Hiyo ndio kazia hiyo. Kujipamba kwenu. Kazia hiyo. Kujipamba kwenu. Kusio kujipamba kwa nje. Yaani kusuka nini? Kusuka nywele au na kujitia dhahabu, kujitia macheni na kuvalia mavazi. Maliza. Bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika. Yaani maliza. Roho ya upole na nini? Na utulivu na nini? Ile thamani kuu mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Kujipamba kwenu nyinyi wapambaji wa mapambo, kusiwe kujipamba kwa wapi? Kwa nje. Yaani kusuka nini? Ni marufuku. Kuvaa hereni ni marufuku. Macheni jumulisha machanga hayo marufuku. Mabangili weka na yale unayoyajua ni marufuku. Mapambo ya nje ni marufuku. Bali kuwe kujipamba kwa wapi? Kwa moyoni. Na moyoni tunajipamba kwa neno la Mungu. Amina. Swali lingine. Swali lingine anauliza hivi, je, kwa nini ninyi Wasabato mnasema ndiyo kanisa la Mungu peke yake na mnasema makanisa mengine sio ya Mungu, na huku wote ni watu wa Mungu? Maana kama ni baraka wote tunabarikiwa, kuoa tunaoa wote, na watoto tunazaa, na familia wote tunazo. Hebu ninaomba mnisaidie nami nifahamu huyo Mungu wa kweli. Yeye Mungu ndiyo anayesema, sio sisi. Yesu ndiyo alisema. Msikiliza alivyosema Marko 2:28.
Anza na 27. Marko 2:27. Ameandika nini? Neno la Mungu linasema. Akawaambia, unawasingizia wa Sabato, aliyesema ni Yesu. Soma. Marko 2:27 inasema, akawaambia, Sabato, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Maliza. Si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Kandamiza. Basi mwana wa Adamu. Rudia hiyo. Basi mwana wa Adamu. Rudia hiyo. Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia. Nimesema mimi, tumesema wa Sabato hapo? Hapana. Yesu ndio alisema kwamba mwana wa Adamu sio bwana wa wengine. Yeye ni bwana wa watu gani tu? Wa Sabato. Amina. Amina. Swali lingine anauliza hivi. Mchungaji, kama ni kumlalamikia, wamlalamikia aliyesema, sio sisi. Swali lingine nasema, mchungaji, umefundisha tusiwapige wanawake. Je, wanawake wanatuheshimuje sisi wanaume? Maana wanawake ndio nao ni watu wasioelewa. Wakati mwingine unaweza kumwelekeza haelewi tu, lakini ukitumia fimbo mambo yanaeleweka kweli kweli. Tufanyeje sasa ili mambo yaende katika familia zetu? Maana kwa kusoma mafungu hawaelewi tu, na hata ukiwaita kwa maombi ni kama unawakera. Sasa ni lipi tufanye? Kwa kuwa wamezoea fimbo ili mambo yaende. Aliyezoea fimbo labda ni wa kwako tu. Usiwaweke wote wao wa kwako. Amina. Maana wengine hujawajua. Amina. Kama wa kwako unamuitaka kwenye maombi anakataaga, ni wa kwako tu. Amina. Wa kwangu anakujaga. Amina. Jamani, tuwaombe. Amina. 15 Yohana lile fungu la 4 ameandika hivi. Soma baba haraka. Yohana 15 fungu la 4. 15 Yohana fungu la 4, neno la Mungu linasema. Ameandika nini? Kaeni ndani yangu. Kaeni ndani yake. Kaeni ndani yangu. Yesu anasema huyu. Nami ndani yenu. Na yeye ndani yetu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake. Maana tawi haliwezi kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya bila kuwemo ndani ya shina. Kadhalika nanyi. Sikiliza na nyinyi. Msipokaa ndani yangu. Tusipokaa ndani ya Yesu. Mimi ni mzabibu. Yeye ndiye mzabibu. Ninyi ni matawi. Sisi ni matawi. Akae ndani yangu. Anayekaa ndani ya Yesu. Nami ndani yake. Na Yesu atakaa ndani yake. Huyo anazaa sana. Maana yake atafanikiwa sana. Atafanikiwa sana. Amina. Na kila atakalolifanya litafanikiwa. Amina. Kila atakaloomba litajibiwa. Amina. Maana ni tawi ndani ya nini? Ya shina. Endelea wewe. Maana pasipo mimi. Maana pasipo yeye ninyi sisi hamwezi kufanya neno lolote. Hata kama tutapiga, bila Yesu hakuna neno lolote. Kuna mamutu yamepigwa lakini mengine hayapigikagi. Yaani unakapiga kanakuja kanakwambia ni uwe tu. Unakatandika mpaka umekachana midomo yote, kanakuja ni uwe tu. Mpaka na wanaume wengine wanamenyaga mbio. Bila Yesu sisi hatufanyi neno lolote. Endelea baba. Mtu asipokaa ndani yangu. Mtu asipokaa ndani ya Yesu. Utupwa nje kama tawi na kunyauka. Endelea. Watu yakusanya. Endelea. Na kuyatupa motoni akateketea. Endelea. Ninyi mkikaa ndani yangu. Lakini tukikaa ndani ya Yesu. Na maneno yangu yakikaa ndani yake yakakaa ndani yetu. Ombeni mtakalo lote. Maliza. Nanyi mtatendewa. Bwana asifiwe. Amina. Shida hatujakaa ndani ya nani? Ndani ya Yesu. Na Yesu hajakaa ndani ya nani? Ndani yetu. Ndio maana mambo yetu yanaferi kabisa. Lakini tukikaa ndani ya Yesu na Yesu akakaa ndani yetu, hata wanaume walioshindikana watabadilika. Amina. Kwa maombi watabadilika. Amina. Na wanawake walioshindikana watabadilishwa na maombi. Amina. Mboko hazibadilishi. Tena likiwa sugu litakuwa linasema linafanya mambo yote kwa kiburi. Linasema wako tola yoshira, nitapigwa yaishe. Na kweli utapiga yaishe, na linaendelea tu. Baba ombea. Amina. Ombea mke wako. Amina. Swali lingine linasema hivi. Pia tumejifunza ndoa ni ya mke mmoja. Je, watangulizi wetu akina Suleimani kwa nini wao walikuwa na wanawake zaidi ya mmoja na walikuwa na mafanikio tu? Na hata leo unaweza
ukawa na wake wawili au watatu, na ukakuta uzao wa mke wa pili au watatu ndio unaokusaidia wewe baba hapo, wewe baba hapo inakuwaje? Maana ni kama inanichanganya hivi, inanichanganya hapo. Inakuchanganya wewe tu, wengine haijatuchanganya. Elewa ya kwamba kule kufanya dhambi si kukosa mafanikio. Kufanikiwa utafanikiwa, lakini bado una dhambi. Seromani kwa kuoa wanawake wengi, pamoja na kufanikiwa, alikuwa na mafanikio. Biblia inamtaja alifanya dhambi. Kwa kuoa wanawake wengi alifanya nini? Dhambi. Nehemia ameandika hivi 13 lile fungu la 26. Soma Nehemia 13:26. Ameandika nini? Neno la Mungu linasema, maandiko yanasema, je, Sulemani mwana wa Daudi hakufanya dhambi kwa kutenda hayo? Alifanya nini? Hakufanya dhambi kwa kutenda hayo? Kwa kuyatenda hayo alifanya dhambi kabisa. Maliza. Lakini katika mataifa mengi hapakuwa na mfano mwingine mfano wake. Tena alipendwa na Mungu wake, naye Mungu akamfanya mfalme juu ya Israeli. Walakini wanawake wageni walifanyaje? Walimkosesha hata yeye. Walimfanyaje? Walimkosesha. Kwa hiyo kumbe wanawake walimkosesha, na yeye akaingia kwenye hatia. Biblia ikamhesabia na yeye amefanya nini? Dhambi. Kwa kukoseshwa na nani? Na wanawake. Kwa hiyo Sulemani alifanya dhambi. Swali lingine linasema, nina swali mchungaji. Mme mliyefunga naye ndoa mkaachana miaka 10 imepita. Mimi na familia kwingine, naye ana familia, halafu anadai kurudiana. Sasa hivi hataki kukupa taraka. Utafanyaje pastor? Kama huna mume na yeye hana mke, mkarudiane. Amina. Familia kwingine na familia kwingine, hizo haijawa tiketi ya kutorudiana na mume wako. Biblia inasema hivi, wewe kama uko huru na yeye yuko huru, mpatane, mrudiane tena. Ila kama alioa huko na wewe umeolewa huko, unamaanisha familia ni mume na watoto, una mume wako na watoto kule, na yeye ana mke wake na watoto kule, hairuhusiwi kufanya nini? Kurudiana. Ila kama mmepata tu familia zingine za kubeba tu uko njiani, ila uko huru na yeye yuko huru, na sasa anatubu, anahitaji mrudiane, tubu na wewe, kubali mrudiane. Maana Wakorinto wa kwanza 10:7-10 ameandika hivi. Wakorinto wa kwanza 7:10 maandiko yanasema, lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, wale waliokwisha kuoana, wala hapo si mimi bali ila Bwana, mke asiachane na mumewe. Mke asiachane na mume wake. Lakini ikiwa umeachana naye, wakiachana na akaye asiolewe, hakuna kuolewa, au wafanyaje? Apatane na mumewe, wapatane na mume wake. Tena mume asimwache mkewe, na tena mwanaume naye asimwache mkewe. Hapa Biblia inasema kama bado yuko huru yule na yule yuko huru, pataneni na mume wako. Swali lingine linasema hivi, mimi nina mume lakini hataki kuona ninasoma neno la Mungu, unanisaidiaje pastor? Unapaswa usome tu liwaro na lifanye nini? Na liwe. 5 Matendo 29 ameandika hivi. 5 Matendo 29 ameandika hivi. Matendo 5:29. Neno la Mungu limeandikwa. Anzia 28. 5:28 neno la Mungu linasema hivi. Imeandikwa hivi, akisema, je, hatukuamuru ninyi kwa nguvu? Unasikia hiyo? Hatukuamuru ninyi kwa nguvu. Hatukuamuru nyinyi kwa nguvu. Msifundishe kwa jina hili. Unaona? Hawa ni wakina Petro, wanazuiliwa wasilisome neno la nani jamani? La Mungu. Kwamba tumewaamuru kwa nguvu, msifundishe kwa jina la Yesu. Wanazuiliwa kulisoma neno la Mungu. Wao wanasemaje? Nanyi tazameni, mmejaza Yerusalemu mafundisho yenu. Mmejaza Yerusalemu mafundisho yenu. Mnataka kuileta damu ya mtu yule. Sema. Walijibuje? Imetupasa kumtii Mungu. Imetupasa kumtii nani? Kumtii Mungu. Kuliko wanadamu. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo kwa habari ya Mungu, simama
kama wewe kumtetea Mungu. Amina. Mtu anapokuzuia kusoma neno la Mungu, maana yake huyo ni muuaji. Maana hakutakii mema, anataka ukaangamie kwenye jehanamu ya moto. Unapaswa usimame imara kama wakina mitume walivyosimama imara. Walipozuiliwa kulisoma neno la Mungu, walilisoma hata liwaro nalifanya nini? Naliwe. Wakasema sisi tutalisoma neno la Mungu, maana inatupasa kumtii nani? Kumtii Mungu kuliko wanadamu. Soma swali lingine. Swali lingine linasema hivi. Kama Yesu alibatizwa na Yohana, alibatizwa na Yohana Mbatizaji. Na yeye huyo Yohana alibatizwa na nani? Yeye alibatizwa na Roho Mtakatifu. Amina. Hakubatizwa na binadamu yoyote mwingine. Swali jingine linasema, je, tunaruhusiwa kusuka? Hilo tumeshalijibu. Hamuruhusiwi. Swali lingine linasema, kipindi cha wana wa Israeli waliambiwa na Bwana kufanya maandalizi siku ya Ijumaa kabla ya Sabato, na walikuwa wanaokota chakula cha siku 2 ili siku ya Sabato wastarehe tu. Swali ni kwamba mbona wa Sabato leo hakufanyi hivyo kabla ya Sabato, na badala yake mnapika hata siku ya Sabato? Wanaopika ni feki. Sisi original tunaandaa siku ya maandalio. Amina. Ukimwona mtu anavunja Sabato kwa kupika siku ya Sabato, huyo naye feki. Maana popote palipo na original lazima na feki ipo. Kwa hiyo wewe usifikiri wote hawapiki. Baadhi yao tu, ila wengine original wanaandaa, kwa kuwa imeandikwa hivi, siku ya Ijumaa itakuwa ni siku ya maandalio. Amina. Na Biblia imeandikwa hivi, kile kitabu cha Luka 24. Luka, soma fungu la 23 ile fungu la 44. Kitabu cha Luka 23:44 maandiko yanasema. Soma 54, soma ile. Maandiko yanasema. Na siku ile ya Ijumaa ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Soma Kiswahili cha kisasa watu waelewe. Ni 23 Luka fungu la 54. Ameandika hivi. 54 ameandika hivi. Luka 23:54. Neno la Mungu linasema. Ndiko nasema hivi. Siku hiyo ilikuwa Ijumaa. Ilikuwa Ijumaa. Na maandalio ya siku ya Sabato. Yalikuwa yanaanza. Yalikuwa yanafanya nini? Yalikuwa yakianza. Maandalio yanayozungumzwa hapa ni kule upishi na mengineo. Kitabu cha Kutoka ile 16:22 ameandika hivi, yale walio uambiwa kuandaa. Soma hiyo 16:22 maandiko yanasema. Basi ikawa siku ya 6. Siku ya 6 hiyo wakaokota kile chakula sehemu maradufu. Kila mtu pishi 2. Wakaokota pishi 2. Na wazee wote wa mkutano wakaenda na kumwambia Musa. Akamwambia, hilo neno alilolinena Bwana. Hilo ndilo neno alilolinena Bwana. Kesho ni Sabato takatifu. Ni nini? Ni Sabato takatifu. Sabato takatifu kwa Bwana. Ni Sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka. Na kutokosa mtakachotokosa. Na hicho kitakachowasalia. Kiwekeni kilindwe hata kesho asubuhi. Basi wakiweka hata asubuhi. Na kweli wakajiandaa, wakafanya yote tayari, wakaweka mpaka kesho asubuhi. Endelea. Kama Musa alivyoagiza. Nacho hakikutoa uvundo wala kujabu. Endelea. Musa akasema, haya, kuleni hiki leo. Kwa nini? Kwa kuwa leo ni nini? Ni Sabato ya Bwana. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo waliandaa chakula Ijumaa, wakala kesho. Jumaa ngapi? Jumamosi. Waliandaa siku ya 6 Ijumaa, wakala kesho siku ya lini? Ya Sabato. Wakaambiwa kuleni sasa hiki leo, maana leo ni nini? Ni Sabato ya Bwana. Amina. Kwa hiyo ukikuta mtu ambaye anapika siku ya Sabato, maana yake anakeuka kanuni za Mungu, anaikeuka kanuni ya neno la Mungu. Na hawa hawatakosa mpaka Yesu atakapokuja, hawataisha.
tutakuwa nao tu makanisani mpaka kurudi kwa Yesu kwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Hakutaisha. Maana Biblia imeandikwaje? Kitabu cha Timotheo wa pili ameandika hivi, Biblia inafafanua vizuri. Imeandikwa 2:20. Ameandika hivi. Timotheo wa pili 2:20. Maandiko yanasema, basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu. Haviwezi kuwemo vyombo vya dhahabu na fedha tu. Bali na vya mti. Vitakuwemo na vyombo vya mti na vya udongo. Vingine vina heshima. Vingine vitakuwemo vyenye heshima. Vingine havina. Na vingine vyombo vitakuwa havina nini? Havina heshima mpaka Yesu atakapo kuja. Hauwezi ukawafanya wote wawe vyombo vya dhahabu tu. Maana yake hauwezi wote kuwafanya wawe watakatifu wote. Halitawezekana mpaka Yesu atakuta kuna vyombo vya dhahabu na vya udongo na vya miti. Vingine vina heshima, vingine havina. Swali lingine linasema, je, kipindi shetani anang'asi mbinguni, Mungu alikuwa tayari amewaumba Adam na Hawa? Kipindi shetani anaasi mbinguni, je, Mungu alikuwa amewaumba Adam na Hawa? Hapa Biblia haijasema, lakini kwa mujibu wa historia, kipindi mwanadamu anaumbwa, anakabidhiwa bustani ya Edeni, tunamwona Mungu alipomaliza kutoa agizo, shetani na yeye alishuka kupingana na agizo la nani? La Mungu. Kumaanisha kwamba kumbe shetani alikuwepo hata kabla mwanadamu hajafanya nini? Hajaumbwa. Swali lingine linasema, eti Mwinjilisti, kwenye somo lile la kucheza kanisani, kuna watu wanadai kuwa zamani makanisa hayakuwepo. Ndio maana sanduku lilikaa kwa Daudi. Wewe tu ndio hujui zamani ya lini. Maana kipindi Waisraeli wanatoka Misri kwenda Kanaani, Mungu akawaambia hivi, sikiliza alivyowaambia 25 Kutoka lile fungu la 8. Kutoka 25 fungu la 8. Maandiko yanasema hivi. Neno la Mungu linasema, nao wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Nami wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa katikati yao. Mungu aliwaambia wamfanyie patakatifu. Kwa hiyo patakatifu palikuwepo tu, na popote ambapo palichaguliwa kwa ajili ya ibada, hapo ndipo paliitwa patakatifu. Popote walipojenga madhabahu, na Ibrahimu anaitwa na Mungu kwenda Kanaani, anafika Betheli, anajenga madhabahu, na kila walipojenga madhabahu, hapo ndipo palipochaguliwa kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo mahali pa ibada palikuwepo tangu mapema, tangu Edeni mahali pa ibada palikuwepo. Amina. Sio kwamba eti walikuwa wanaabudia kwenye nyumba za watu. Walikuwa wanachagua mahali pa kumwabudia Mungu wa wapi? Wa mbinguni. Kwa hiyo majengo yalikuwepo, hata kama bado majengo hayajajengwa, palikuwepo na mahema ya kukutanikia. Bwana asifiwe. Amina. Swali lingine. Hilo ndilo lilikuwa swali la mwisho. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haya, tumbulashi midomo. Deki mdomo, kafahamu, kadekio kapo. Na kila mmoja anakafahamu. Wala ambao hawakafahamu wapitie humo. Wabebwe na wanaokafahamu. Kadekio. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Get the point. Take a step forward.